Diogo Jota, star asiyekuwa na makeke, kiungo wa kazi na mpiganaji. Safari yake ya kutoka mitaa ya Porto hadi kilele cha soka la dunia. Kijana aliyepambana na majeraha, presha na ushindani mkali, mpaka kuwa mmoja wa washambuliaji hatari barani Ulaya. Jina lake kamili ni Diogo Jose Teixeira da Silva. Alizaliwa Disemba 4 mwaka 1996 huko mjini Porto, Ureno, katika mtaa wa Marseilles. Jota alikulia kwenye familia ya kawaida sana na kuzaliwa kwenye umaarufu wala pesa nyingi, lakini tangu akiwa mdogo alionekana kupenda sana mpira wa miguu. Baba yake aliwahi kusema kuwa Jota ni mtoto ambaye hakuwahi kutaka hata kung'oa nembo kwenye viatu vya soka. Hakika aliona thamani ya kweli ya vitu. Unaweza kujiuliza limetoka wapi jina la Jota? Katika lugha ya Kireno, Jota ni namna ya kutamka herufi J. Kwa hiyo jina lake la kati ni Jose ambalo linaanza na herufi J. Akiwa mdogo anacheza kwenye akademi ya Ureno. Kulikuwa na wachezaji wengi waliokuwa wanaitwa Diogo. Ili kumtofautisha wakaanza kumuita Diogo J. Baadaye hiyo J ikageuzwa kwa matamshi ya Kireno na kuwa Jota, na jina hilo likabaki kama jina lake la kisoka. Akiwa na umri wa miaka 9, alianza kucheza katika akademi ya Gondomar Sports Club. Alikuwa mwenye kasi, akili nyingi na uwezo wa kutumia miguu yote miwili. Mwaka 2013, kijana mdogo kutoka Porto alijiunga na Pacos de Ferreira, na ulipofika mwaka 2014, Jota akiwa ni kijana mwenye umri wa miaka 17 tu, ndipo alicheza mechi yake ya kwanza kwenye ligi kuu ya Ureno. Msimu wa 2014-2015 kwenye mafunzo ya pre-season, yaani kabla ya msimu kuanza, madaktari waligundua kuwa Jota alikuwa na hitilafu ndogo katika mapigo ya moyo. Baada ya hapo, alisimamishwa kucheza kwa muda huku akifanyiwa matibabu. Chini ya uangalizi wa madaktari bingwa, Jota alifanyiwa upasuaji mdogo, jambo ambalo halikumweka nje kwa muda mrefu. Baadaye sasa, madaktari walijiridhisha kuwa yupo sawa, na ndipo Jota aliruhusiwa kurudi tena kiwanjani. Na tokea hapo, tatizo hilo halijawahi kujirudia tena katika historia yake ya soka. Msimu wa 2015 hadi 2016, Jota alifunga mabao 12 na akawa mchezaji mdogo zaidi kufunga hat-trick katika historia ya ligi hiyo. Baadaye sasa, Jota alisajiliwa na klabu ya Atletico Madrid kwa euro milioni 7 chini ya kocha Diego Simeone. Lakini usichokijua ni kwamba hakuwahi kupata nafasi ya kucheza hata mchezo mmoja akiwa katika klabu hiyo, na ndipo alitolewa kikosini hapo kwa mkopo na kurudishwa ligi ya Ureno kwenye klabu ya FC Porto, ambapo huko sasa alipata nafasi ya kucheza mashindano makubwa kama UEFA Champions League. Mnamo mwaka 2017, Diogo Jota alijiunga na klabu ya Wolverhampton Wanderers, klabu ya England, ambapo awali alienda kwa mkopo na baadaye wakamnunua rasmi. Msimu wa kwanza wa 2017 hadi 2018 alifunga mabao 17 na kuwasaidia Wolves kupanda Premier League. Kutoka mwaka 2018 hadi 2020 akawa nyota wa timu, akifunga hat-trick kwenye Europa League na kuonyesha uwezo mkubwa wa kushambulia na pressing. Hapo ndipo Jota akajulikana kama mchezaji mwenye hatari barani Ulaya. Na ndipo Jota alipata wito wake wa kwanza wa timu ya taifa ya wakubwa mwezi Novemba mwaka 2019. Baada ya kuonyesha kiwango bora sana akiwa pale Wolverhampton Wanderers. Septemba 19, 2020 alisajiliwa na klabu ya Liverpool chini ya kocha Jurgen Klopp akitokea Wolverhampton Wanderers. Jota sasa alithibitisha kuwa hakuwa mchezaji wa bench tu, bali alikuwa sehemu kubwa na muhimu ya mipango ya Klopp. Alifunga mabao muhimu kwenye Premier League pamoja na UEFA Champions League na kuifanya Liverpool kusalia nafasi za juu kwenye ligi hiyo na hata fainali ya UEFA mnamo mwaka 2022 dhidi ya Real Madrid, japokuwa alipoteza mchezo huo. Pia akiwa Liverpool alitwaa mataji kama FA na EFL, yaani Carabao. Kupitia uwezo wake wa kufunga mabao na pressing, uwezo wake wa kucheza nafasi nyingi za ushambuliaji. Mafanikio ya Diogo Jota akiwa pale Liverpool hayapimwi kwa idadi ya mataji pekee, bali kwa mchango wake mkubwa katika mafanikio ya timu. Japokuwa sasa kutoka mwaka 2020 hadi 2023 alikumbana na majeraha ya goti na misuli, na hata alikosa kombe la dunia la mwaka 2022 akiwa na timu ya taifa ya Ureno. Lakini alikuwa akirudi na kasi ile ile na kuipambania timu na kuwa mchezaji muhimu na kufunga kwenye matukio yasiyotarajiwa. Tangu mwaka 2013, akiwa bado kijana kabisa, alikuwa kwenye uhusiano na Ruth Cardoso, ambapo wawili hao walibarikiwa watoto 3.
Tarehe 22 Juni mwaka 2025, Diogo Jota na mpenzi wake Ruth Cardoso waliamua kulalisha safari yao ya mapenzi baada ya miaka zaidi ya 10 pamoja. Cha kusikitisha ni kwamba ndani ya siku 10 tu baada ya ndoa, maisha yao yakabadilika ghafla. Ilikuwa ni asubuhi ya Julai 3 mwaka 2025, karibu majira ya saa 4 kamili asubuhi, kwenye barabara ya A52 karibu na Zamora, Hispania. Jota na kaka yake Andrea walipata ajali ya gari. Gari lilitoka barabarani na kushika moto. Wote wawili walifariki papo hapo. Kuna wakati maisha yanabadilika ghafla. Yaani mtu yupo leo anapanga mipango yake ya kesho, halafu kesho haifiki. Hivi ndivyo dunia ya soka ilivyogongwa na taarifa za kifo ya Diogo Jota, mshambuliaji wa Ureno na Liverpool. Akiwa na umri wa miaka 28 tu, Jota aliondoka mapema sana, lakini alituachia hadithi itakayoishi milele. Kufikia hapo sina mengi ya ziada. Usisahau kusubscribe, comment na kushare video hii. Tukutane video mpya zinazofuata. This is Feed Epic. Bye bye.